Matunda yote ambayo yanakuja kwenye maisha yako huwa yana mlango wake ambao yanapita. Malango yako yasipokuwa wazi daima, neno la Mungu linasema yawe wazi daima, usiku na mchana. Inawezekana matunda yako yanakujia usiku, alafu usiku umelala. Tunaombea hayo malango. Lakini kitabu kile cha Mwanzo mlango ule wa 28 tutatembea nao siku hii ya leo, mlango wa 28 mstari wa 16 na 17. Neno la Mungu linasema hivi: Yakobo akaamka katika usingizi wake akasema, kweli Bwana yuko mahali hapa, kweli Bwana yuko mahali hapa, wala mimi sikujua. Naye akaogopa akasema, mahali hapa panatisha kama nini? Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, hapo napo ndipo mlango wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Hebu sogea mbele za Mungu, nenda tu mbele za Mungu, sema kitu kwa ajili ya malango yako na maarifa na juhudi ambazo unazifanya katika kazi yako. Mungu aliye hai, Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru tena. Asante kwa sababu ya neno lako ambalo umetupatia Bwana. Asante kwa sababu unatuagiza katika kupata vile ambavyo umeviandaa Bwana. Asante kwa sababu umetuandalia kitu chema katika maisha yetu. Asante kwa sababu unatupenda Bwana. Asante kwa sababu unatuwezesha. Asante kwa sababu unatutunza. Asante kwa sababu unatupa tumaini pale tunapokosa tumaini. Asante kwa sababu wewe ni Mungu wetu, wala hatuna Mungu mwingine isipokuwa wewe Bwana. Katika damu ya Yesu Kristo tunakuja kwako Bwana. Uliweka maarifa na juhudi katikati ya maisha yetu, lakini tunajua ya kwamba adui anasimama kwa ajili ya kupinga hayo maarifa na juhudi ili tusizae matunda. Nasi tunakuja Bwana, tunaomba kwa ajili ya maarifa yetu, tunaomba kwa ajili ya akili zetu. Utusaidie Bwana, kwa sababu umetupa kazi, kwa sababu umetupa biashara, kwa sababu umetupa kile chema. Mungu wa neema, tunaomba utusaidie katika maarifa yetu ili yawe katika mkono wako. Maarifa ambayo tunawaza yatoke kwako Bwana. Inawezekana tuna juhudi nyingi katika kukuomba, lakini maarifa ya kupiga hatua yameshikiliwa na adui, yameshikiliwa Bwana. Tunaomba Mfalme wa amani, yakaachiliwe asubuhi ya leo kwa damu ya mwana kondoo. Yakaachiliwe, 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 yakaachiliwe. Tunatamka sasa kwenye ulimwengu wa roho, maarifa yoyote yaliyoshikiliwa, maarifa ya kufanya biashara mpya, maarifa ya kufanya kazi mpya, maarifa ya kubadilisha biashara, kwa damu ya mwana kondoo, popote yaliposhikiliwa, tunaalika uwepo wa Bwana. Huo uwepo wa Bwana ukaingilie kati, ukaingilie kati, ukaingilie kati. Tunaita upanga wa Bwana ukasimame kwa ajili ya akili, ukasimame kwa ajili ya maarifa juu ya washirika wa Limited. Hayo maarifa yao yakaachiliwe, yakaachiliwe, yakaachiliwe katika jina la Yesu, katika damu ya mwana kondoo, katika damu ya mwana kondoo, katika damu ya mwana kondoo. Tunasimama kinyume na kila nguvu za giza zilizoshikilia juhudi za watoto wa Bwana, zilizoshikilia matunda yao kwenye ulimwengu wa roho. Wamefanya kazi nyingi lakini wamevuna kidogo. Kwa damu ya mwana kondoo tunaachia damu ya Yesu ipite sasa, ipite sasa, ipite sasa, ipite sasa. Jasho walilolimwaga kutafuta kipato, jasho walilolimwaga kutafuta matunda, Bwana Yesu, juhudi yao ikaonekane, 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 ikaonekane kwa damu ya mwana kondoo. Wako walioibiwa haki zao, kwa damu ya Yesu tunaalika damu ya mwana kondoo. Hiyo damu ikawarejeshe, hiyo damu ikawarejeshe haki yao iliyoibiwa, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Hatia zozote walizoandikiwa juu ya maisha yao, hiyo damu ya Yesu ifute hizo hatia, ifute hizo hatia, ifute hizo hatia. Hatia kwenye uchumi tunazifuta kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Hatia kwenye akili tunazifuta kwa jina la Yesu. Kila mpaka wowote waliowekewa kwenye matunda yao, kwenye kazi zao, huo mpaka tunauharibu, tunauharibu kwa damu ya mwana kondoo. Tunapiga hatua kuvuka huo mpaka, huo mpaka, huo mpaka kwa damu ya mwana kondoo. Mpaka uliochorwa, mpaka uliochorwa kwa damu ya
ya Yesu tunaufuta kwenye ulimwengu wa roho. Mpaka uliochorwa ukatolewa na sadaka tunaufuta kwa damu ya Yesu.